You are welcome to my spiritual life, our channel. Subscribe, comment and share. Na ndugu zangu wana Umoa Trust na UPF, napenda kuwasalimia. Kwa majina ni Profesa Bishop Kaengela, mkurugenzi wa nidhamu na maadili taifa katika upande wa Umoa Trust na UPF, shirikisho la amani la kimataifa duniani. Sawa, sasa leo nilitamani tushare maelekezo haya, mafunzo haya, maarifa haya, ili tuweze kujengana katika safari yetu ya kuonyesha nidhamu na maadili ya kujenga amani katika taifa letu la Tanzania. Kama tunavyofahamu sisi sote, inahitajika nidhamu na maadili sana kujenga kitu kinaitwa amani, umoja, utulivu, ushirikiano. Ijapo leo kipengele nitakachokuwa ninasema sana kitakuwa kile kipengele cha kuangalia namna ambavyo tunaweza tukaimarisha ule umoja wetu wa kitaifa, wa kiamani, umoja wetu wa kiushirikiano, umoja wetu wa kiutulivu, namna ya kuimarisha misingi hiyo, kwa sababu ninajua ya kwamba amani na utulivu na ushirikiano na upendo, hivi vyote vinajengwa kwa falsafa ambazo lazima ziwe na makusudi elekezi kabisa, na lazima ziwe na makusudi yenye dhamira isiyochoka, makusudi yenye dhamira isiyo yumba. Sasa leo nilitaka tuwe hapa kwenye kipengele hiki kwamba katika kuimarisha kile kinachoitwa utulivu, tulivu, haki, amani, hebu tukumbuke kuwa tunaangaliana sisi kwa sisi katika jamii tuliopo, kwamba katika jamii tuliopo ni nani ambaye pengine katika vipaji alivyopewa na Mwenyezi Mungu, au katika akili aliyopewa na Mwenyezi Mungu, hata kama pengine hajafanikiwa kufika kwenye elimu za juu, hajafanikiwa kusoma sana, lakini ana vile vipaji vya ufahamu ambao unaweza ukajenga misingi ya haki, misingi ya utulivu, misingi ya amani katika taifa letu. Hebu tuangalie namna ya kumsaidia huyo mtu, tuweze kumsogeza karibu kabisa, ili aweze kuwa msaada, awe na mchango mkubwa. Kama mnavyofahamu ni kwamba kuna watu wana vipaji vya kuzaliwa navyo, kuna watu wana akili za kuzaliwa nazo, kuna watu wana hekima za kuzaliwa nazo. Unamkuta mtu kwamba ametoka kwenye familia maskini, hakufanikiwa kusoma, hakufanikiwa kwenda shule, lakini ukiangalia kabisa unakuta kwamba mawazo aliyonayo, yani mawazo tu aliyonayo, na ukalinganisha hata na maisha yaliyomzunguka, jinsi anavyoishi na jamii, unaona kabisa kwamba huyu mtu akisogezwa mahali fulani anaweza kusaidia taifa letu la Tanzania. Huyo tumsaidie. Ndugu zanguni, tumsaidie huyo, ili kwa sababu unajua, ngoja niseme kitu hiki.
Ni kweli taifa linahitaji watu ambao wako very smart kwenye mambo ya taaluma ya watu waliosoma, ambao wako smart, kwa sababu taifa linahitaji watu smart. Of course linahitaji watu smart katika kila vipengele ili kusudi taifa liwe la kisasa. Tunahitaji hivyo, lakini pamoja na hayo bado tukiwa na watu wenye vipaji au ninaposema vipaji namaanisha vipaji vya nidhamu na maadili. Kuna watu wana vipaji vya nidhamu na maadili kwenye maisha ya jamii, na wana akili ya utulivu, na wana akili pia ya kusababisha utulivu au ya kusababisha amani. Wana akili ya kusababisha haki. Unaona kabisa, yani huyu kwenye jamii kwa kweli jinsi alivyo anasaidia sana. Hebu tumsogeze kwenye taifa letu hili kubwa la watu zaidi ya milioni 60. Tuangalie kama kuna uwezekano wa mahali ambapo anaweza kawekwa kwenye nafasi yoyote ambayo inaweza ikamfanya huyu asaidie kuwezesha falsafa za kudumisha misingi ya amani, falsafa za kudumisha misingi ya utulivu katika taifa letu la Tanzania. Tumweke hapo. Yani tusiseme huyu sasa alikuwa kweli ana maadili, ana kweli ana sijui ana nidhamu, lakini tatizo hana elimu. Tusiseme hivyo, tusifanye hivyo. Yani hivi, wenye elimu wabaki kuwa wenye elimu na nafasi zao, wasio na elimu wabaki kuwa hawana elimu na tuwasaidie yani lengo kubwa ni kwa sababu sisi ni mabalozi wa amani duniani, ni mabalozi wa amani Tanzania, na kila Mtanzania mwenye maadili ya nidhamu ya maadili, huyo ni balozi wa amani. Hakuna Mtanzania ambaye hapendi utulivu. Sidhani kama kuna Mtanzania ambaye hapendi utulivu. Sidhani kama kuna Mtanzania ambaye hapendi amani. Sidhani kama kuna Mtanzania ambaye hapendi haki. Sasa kwa sababu hivi vitu tunavijenga sisi sote kama Watanzania zaidi ya watu milioni 60, hebu tuwe tunaangalia kwenye jamii yetu iliyotuzunguka. Ni nani ambaye tunamuona kabisa ana uwezo wa kusababisha utulivu? Tumuweke kwenye nafasi kabisa zinazoweza zikamwezesha hata yeye kuwafikia watu wengi. Kikwazo isiwe elimu. Kwani elimu nini? Elimu kwani huyo mtu hata kama hajasoma akienda kujiendeleza, akisapotiwa kajiendeleza. Yani kwa mfano kama ndo tunamweka kwenye nafasi tumemweka kwenye nafasi fulani na akawa anasaidia kuimarisha mifumo ya utulivu, mifumo ya haki, mifumo ya amani, si yeye mwenyewe baada ya hapo atakuwa anajua tu jinsi ya kujiongeza kama kiona lugha labda yawezekana hakufanikiwa kujua lugha ya Kiingereza, yeye mwenyewe kishaanza kupata misingi ya kujisimamia. Yeye kwenda kusoma kupata lugha ni kitu kidogo tu. Mwaka mmoja au miaka miwili lugha mtu anasoma na kuwa na Kiingereza, au miezi ngapi tu anakuwa na Kiingereza. Wengine wanasema huyu hata lugha hajui. Sasa ikitokea kuna wageni ataongeaje? Hicho kitu kisituzuie kumsaidia mtu ambaye tunamuona na kipaji na kuimarisha taifa letu, kwa sababu mataifa mengi sana, kwa jinsi ambavyo nimekuwa wakati mwingine napata namna fulani ya kufuatilia kwa namna moja au nyingine kwa njia ya kidiplomasia mambo mbalimbali. Kuna mataifa ambayo nimepata kuyafahamu ambayo mpaka yameinuka yakawa na maadili, yakawa na maendeleo yasiyo ya kawaida. Kuna wakati ilifika hatua hata wale ambao walikuwa hawana elimu ya darasani lakini wana vipaji vya maadili na nidhamu, nchi ilikuwa inawachukua, inawaweka mahali fulani, inawatumia kwamba wasimame kwenye vipengele fulani, watumikie. Yani haijalishi baadaye hawa watu hao unakuta kwamba ndo hao wanakuja, aidha kwa sababu pengine alikuwa hana hata
uwezo wa kupata kidogo kidogo, pesa kidogo kidogo, akishaanza kuwekwa mahali ambapo pengine anakuwa anapata kidogo kidogo, unaona huyo mtu anajiendeleza hata kwenye baadhi ya mambo fulani fulani, anajiendeleza kielimu, unakuta anakuwa very smart. Taifa linakuja linaongezeka, linakuwa na nguvu, linakuwa na maendeleo yenye utulivu. Unajua taifa hata kama likiwa na maendeleo likawa halina utulivu, hilo taifa limeendelea vibaya. Unajua kuna kitu kinaitwa maendeleo yenye utulivu na amani. Maendeleo yenye utulivu na amani. Kuna kitu kinaitwa kuna kitu kinaitwa maendeleo yenye utulivu, amani na haki. Maendeleo yenye utulivu na amani na haki. Maana yake kwamba wakati taifa linapokuwa linaendelea likakosa hivi vitu viwili hivi, maendeleo yake hamna kitu. Yaani likikosa hivi vitu kama vitatu, maendeleo yake yanakuwa yanasuasua. Yaani angalieni tu mataifa yoyote ambayo yameendelea kiviwanda, yameendelea watu kiidadi na nini, lakini hakuna haki, amani, utulivu, hakuna ile kuheshimiana, hakuna upendo wa jamii kwa jamii, hawapendani. Uangalia hayo maendeleo, hakuna. Yaani unakuta yale maendeleo ni kama kivuli tu, wala hakuna maendeleo, ni mateso. Ni mateso tu. Lakini sasa kwa nchi yetu kama hii ya Tanzania, ambayo kwa kweli Mungu ametujalia kukua katika taifa hili, mimi niseme kwamba nikiwa kama mkurugenzi wa nidhamu na maadili taifa katika UPF na Umoa Trust, ushauri wangu ni kwamba tukiwa kama mabalozi wa amani popote pale tulipo, hebu macho yetu tuwe tunapepesa kuangalia kwenye jamii iliyotuzunguka. Ikiwa kuna Watanzania ambao wametuzunguka, tunaona kabisa wana vipaji vya nidhamu na maadili, yani ni watu ambao unaona kabisa kwamba kwa kweli ni mtu ambaye anaweza kusaidia taifa, anaweza kusaidia jamii. Tumweke mahali ambapo, yani tukiweza kumsaidia, tumsaidie, asaidie taifa. Mbona taifa inahitaji watu wengi? Taifa inahitaji watu wengi wenye nidhamu na maadili, inahitaji watu wengi. Sehemu, yani vipengele katika taifa letu viko vingi ambavyo vinahitaji watu wa nidhamu na maadili. Ijapokuwa kuna mtu mmoja alisema taifa linahitaji tu watu ambao wako smart kielimu na nini. Nataka niwaambie, mtu anaweza kawa smart kielimu, lakini kama hana nidhamu na maadili ya utulivu, amani, haki, nakwambia hamna pale, hamna, bado kuna kitu kitakuwa tu hakihitajiki. Ni sawa na mtu ambaye unakuta utamweka kwenye nafasi fulani, atakuwa kiongozi, atafanya, lakini nidhamu, maadili hana. Hata ile nidhamu ya kusimamia utulivu, hata ile nidhamu ya kusimamia amani hana. Unakuta kwamba ni kweli yuko ana elimu, lakini ile elimu ni kama haisaidii, ijapokuwa inasaidia kwa namna fulani, lakini tuseme ni kama haina msaada wa kutosha. Kwa hiyo mimi natamani sana leo kila mwana Umoa Trust na mwana UPF katika nchi yetu ya Tanzania awe anapoishi katika jamii iliyomzunguka akumbuke jambo hili. Yani kumbuke tu kwamba Profesa Kayengera, mkurugenzi wa nidhamu na maadili taifa, ametoa mchango wake wa mawazo kushauri kwamba tunapoishi kwenye jamii hii jamii ya Kitanzania, tuwe tunaangalia, jamani, kama kuna mtu ana kipaji lakini hakufanikiwa kufika shule, tuangalie namna ya kumsaidia aweze kuwa kwenye nafasi fulani serikalini, ili aweze kusaidia nchi yetu, tuwe na mchango hapa na pale. Mimi ninajua kwamba kuna watu ambao wanaweza wakafiti
kwenye maeneo fulani fulani na wakajenga taifa. Ujue mimi nasemaga siku zote kwamba kuna watu wana vipaji vya maadili, wana vipaji vya nidhamu, lakini yale maadili na nidhamu walio nayo unakuta inasaidia kidogo sana, kwa sababu hawajawekwa mahali fulani pa kusaidia kwa kiwango kikubwa. Lakini huyo ukimchukua sasa ukamsaidia kawa kwenye nafasi fulani, halafu ilimadi uwe na uhakika kwamba ni kile ambacho tunakilenga, kwamba lengo letu kubwa ni utulivu. Lengo letu kubwa ni utulivu, lengo letu kubwa ni amani, lengo letu kubwa ni ule mshikamano wa kiupendo. Najua kama kuna mshikamano lakini hakuna upendo wa kimshikamano, ule mshikamano baadaye unaanza kuingia kwenye heka. Ule mshikamano unaanza kuingia kwenye msukosuko. Kukisha kosekana ule upendo kukisha kosekana ule upendo wa kimshikamano, ule mshikamano unaanza kuingia kwenye hali ya msukosuko. Kwa hiyo tunaposema mshikamano, maana yake lazima uwe mshikamano wa kiupendo. Na upendo maana yake ni kumpenda mtu, yani kumchukulia mtu kama unavyojichukulia wewe. Yani namaanisha hivi, yani utu wa mtu unauona ni wa thamani kama wa kwako. Ukisha uona utu wa mtu ni wa thamani kama wa kwako, basi ina maana pale unadhihirisha upendo. Sijui kama unanielewa. Yaani namaanisha hivi, unapokutana na Mtanzania mwenzako, hata kama sio kabila lako, hata kama sio mwanachama wa chama chako, hata kama sio nini, ukaona tu labda umeonana naye mahali ameanguka chini, labda pengine sijui na nini au na kifafa au na nini, unaposaidia, unapoambia jamii pale iliyozunguka pale, jamani tumsaidie huyo mtu, ile kitu ni upendo. Ule ni udhihirisho wa upendo. Siku moja nafikiri ilikuwa miezi miwili sijui iliyopita, nilikuwa niko tu kwenye mazoezi, niko nafanya mazoezi ya mwili, nakimbia na barabarani na nini. Nimefika mahali fulani, nikakuta kuna kijana mmoja alikuwa anaendesha bodaboda, kagongwa na lori. Lile lori dereva alipomgonga yeye alikimbia. Jamaa yule amegongwa pale, damu zinatoka puani, zinatoka wapi, karushwa kule. Sasa nikasema, Mungu wangu, hii hapa inakuwaje? Yani mimi ndo nimeanza kumuona. Hakuna namna. Yule na nilikuwa nimevaa nguo za mazoezi. Kwa hiyo hata simu nilikuwa sina mkononi. Sasa nikasema, huyu mtu namsaidiaje? Mungu wangu, huyu yuko anatupa mikono kule, anafanya hivi. Hakuna msaada. Mungu saidia, ndo watu fulani wakapita pale. Nikasema, jamani, hapana. Tusiendelee na safari wakati huyu yuko anakata roho. Tusaidie. Ghafla tayari tukaanza kumsaidia, tukaangalia pale, kumbe alikuwa na simu, tukaangalia, tukahifadhi kwanza vitu vyake, mali zake, tukahifadhi kwa usalama. Tukachukua, alikuwa na pesa fulani hivi mfukoni, tukazichukua tukazihifadhi kwa usalama. Tukaangalia simu yake pale. Baadhi ya wale waliokuwa wamekuja na wao walikuwa na simu, tukapigia trafiki wa vituo vya karibu, tukapigia simu, wakaja pale. Tayari yule mtu akafanywa msaada wa kupeleka hospitalini, maisha yakaendelea. Sasa hii hapa ni nini? Ninajaribu kuongea kwamba wakati mwingine unaweza kawa hata kwenye mama ntilia au umeuko hotelini, mwenzako hajara, ukakuta kabisa kwamba hajara au hana, mpe tu ile, yani ule ni upendo. Sasa niliwahi kusema siku moja kwamba upendo ambao una masharti ya kuangalia kwamba huyu siwezi kumsaidia kwa sababu sio mwanachama mwenzangu katika chama cha kisiasa. Hiyo umeferi. Yani wewe umeferi kabisa, umeferi. Huyu siwezi, naona ukakasi wa kumsaidia kwa sababu sio mwanatimu mwenzangu kwenye timu ya Yanga au kwenye timu ya Simba. Wewe unakuwa umeferi kabisa. Yani wewe hujui hata maana ya utaifa. Hujui, unakuwa umeferi kabisa. Mimi ninachosema hapa ni nini? Tuimarishe falsafa za umoja, ambao ule umoja unakuwa na mshikamano wa kiupendo. Na ule mshikamano wa kiupendo mshikamano wa kiupendo ni ile nimesema, ni ule vile unauchukulia utu wa mwenzako kama wa kwako.
yani kwamba unachukulia kwamba hivi huyu anasikia njaa, ingekuwa mimi hapa ningefanyaje? Huyu anaumwa. Yani wakati unaweza kukutana na mtu anaumwa, saidia tu pale. Ni Mtanzania mwenzako, na tunapodumisha utaifa tunakuwa kwenye position ya kuweza kuendelea. Kwa hiyo rai yangu ni hii, nikiwa kama mkurugenzi wa nidhamu na maadili taifa katika UPF na Omoa Trust. Rai yangu ni hii, popote pale ulipo Mtanzania mwenzangu, balozi wa amani, hebu jitahidi kuangalia kwenye jamii iliyokuzunguka nani ambao unaona anaweza akawa wakala mzuri wa maadili, wa nidhamu na maadili na utulivu katika taifa letu. Hebu mfanyie maarifa afike kwenye nafasi fulani, hata kama ni hata kama ni nafasi za serikalini, we mfikishe, fanya tu maarifa afike. Sisi lengo kubwa ni kudumisha na kutengeneza na kupanua zaidi mifumo ya utulivu, mifumo ya amani. Ndo kusudi kubwa. Kwa hiyo usiseme tu kwamba aisee, huyu angekuwa mbunge angesaidia sana kwa kweli, lakini sasa ndo hivyo tatizo la kusoma. No, usiseme hivyo. Kama unaona naweza kasaidia, msaidie basi afike pale. Kama unaweza, kama unaweza kuongea hata na mtu fulani ambaye anaweza kawa mahali fulani, si umsaidie tu huyu aende kusaidia, kwa sababu lengo kubwa ni kulijenga taifa. Katika misingi ya maadili na nidhamu, ambayo hii misingi na maadili na nidhamu inapelekea utulivu. Na utulivu ndio unaofanya kila kitu kiwe na maana. Panapokuwa na utulivu ndio biashara zinakuwa na maana. Panapokuwa na utulivu ndipo hata ibada tunazozifanya kwa Mungu ndipo zinakuwa na maana. Panapokuwa na utulivu ndipo hata kila kitu unachokifanya katika nchi yako kinakuwa na maana. Kama hakuna utulivu, hivyo vyote maana inapotea. Kwa hiyo hebu tujitahidi. Mimi kama kuna mtu nimemkwaza, naomba nisamehe bure. Kama kuna mahali nimekosea katika kuongea, kwa sababu nami ni mwanadamu. Kama ulimi wangu umeteleza nikamuumiza mtu fulani, au nikaongea ambacho sentence ambayo inaonekana haina afya, jamani nisamehewe bure. Nami ni mwanadamu tu, asiyekosea ni Mungu. Hata wanadamu wanakosea kwa kweli. Lakini rai yangu ni hiyo, nikiwa kama mkurugenzi wa nidhamu na maadili taifa.